Majina yangu ni Charity Lamanda. Nataka kuzungumzia kidogo kuhusu ya masomo yangu. Nilimaliza class 8 2009 nikaolewa. By that time nikapata kusomesha shule ilikuwa inaitwa Singraini Primary School. Nikaonelea niende ECD 2010 nikamalizia 2011, and then after that one niliendeleza nikasomesha nikaonelea kwamba ni vizuri kuongeza elimu, but nimekaa sana bila kwenda shule. Nikamwambia mzee na mimi nataka kurudi shule. Lakini napenda sana mzee wangu juu aliniambia utawezaje kwenda shule na watoto, tunasomesha watoto. School fees imekuwa ngumu, lakini kwa yote mzee wangu akanikubalia, nikaenda Magadi Secondary School. Na saa hiyo nilikuwa nasomesha hata mimi mtoto, nilikuwa na kijana wangu second born ako Patterson. Saa hiyo mimi nikiwa form 2 yeye ako form 1. Saa zile mimi ninamaliza form 4 yeye ako form 3. Form 3 but ilikuwa challenge juu nilikuwa na watoto wadogo sana. Nataka walikuwa primary by that time. Sasa hiyo tunangangana tunatafuta school fees, na saa hiyo tuko na msichana ambaye hata alikuwa college. Nilikuwa nangangana kwa njia zote, lakini nilipitia challenge nyingi sana, lakini mwishowe nilikuja kufanya form 4 nikamaliza. Ilikuwa hivi, naamuka saa 10 ya usiku, nafua nguo zao, na natayarisha chakula chao, naeka kwa hotpot, na nilikuwa nimewatrain na watoto wangu. Nikamwambia hata mimi niko student kama nyinyi. So, mkitoka shuleni lunch time, watakuja kukuta chakula kama iko ready. Wanakula chakula, wanarudi tena shule. Mimi nikitoka shule saa 11 juu ni day school, si boarding. By that time Magadi haikuwa boarding. Nilikuwa natoka, tulikuwa tunakuja kitu kama saa 12. Saa hiyo tulikuwa na nusu saa. Hiyo nusu saa nangangana kuwapikia watoto chakula. And then ikifika saa 1 hao wanajipatia chakula. Sisi tunaenda kusoma shuleni. Tunatoka shuleni kitu kama saa 3. Tukitoka saa 3 ya usiku, saa hiyo mimi nangangana nafua nguo za shule ambayo watoto watapeleka kesho, napiga pasi, nafanya kazi mpaka karibu saa 6 ya usiku. And then ikifika saa 6 ya usiku nalala kidogo. Naamka tena nafanya revision yangu, nasoma. Alafu ikifika saa 10 mimi naenda shule, watoto wanaamuka, wanajipanga wenyewe, wanakunywa chai, wanajivalisha nguo, wanaenda shuleni. Ilikuwa kuna shule walikuja kwanza shule, ilikuwa kuna shule watu wazima walianza hapo Magadi, wakasukuma wiki moja. Waliposukuma wiki moja, hao walimu wakasema wao wataenda Kajiado. Na mimi singeweza kwenda Kajiado, juu mzee alikuwa anajua niko Magadi purpose because of the watoto. Sasa mimi nikasema nitafanya nini masomo yangu yaendelee. Nikaenda kwa mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Mbudhia. Mwalimu Mbudhia nikaenda kumuuliza kama inawezekana anikubalie nisome na watoto. Mwalimu akaniangalia hivi akaniambia, "Are you serious?" Nikamwambia, "Yes, I am." Kama basi uko serious, kuja kesho. Ni asubuhi nikakuja ilikuwa challenge by the way, kwa sababu ilikuwa nadhani watoto nilikuwa nakaa nao
na ni kama watoto wachanga sana. Lakini kwa vile mimi kuna kitu nilikuwa nahitaji kwao, ama kuna kitu mimi nilikuwa nahitaji, si kuangalia watoto vile wako wadogo. Akaita walimu wake wakamwambia, huyu mama anataka kusoma na amejitolea, sasa mshike mkono. Walimu wote wakawa wamependa vile nimefanya. So most of the time naona na mimi nikakuwa rafiki na watoto. Mimi naingia darasa, ninaenda kukaa pale, hata niko front line ya watoto. Mwalimu akiuliza swali, I just raise my hand. Kama nimepata ni sawa, na kama sijapata ni sawa. Mwalimu akienda, nilikuwa na group ya wasichana. Natafuta wale watoto ambao najua wako sharp. Ule mtoto ambaye ako sharp kwa chemistry, huyu atakuwa friend wangu. Nakaa na yeye tuna revise. Ule ako sharp kwa math, ule ako sharp kwa English. Na kati nakuja, tunapewa cards. Naweza pata C minor, naweza pata C plus, kitu kama hiyo. Lakini mimi sikuona ugumu ya kukaa na watoto. Sasa hivi, hapa hivi, saizi hapa niko nyumbani nasomesha. Saizi hapa niko mwalimu wa Kwania Primary School. Nataka kuendeleza hii masomo yangu. Ikakuwa na challenge kwa sababu watoto walikuwa wakubwa, wengine wako university, wengine wako colleges. Sasa singeweza. Nikakaa, kuna mzee mmoja anaitwa Robert Kai. Alisema anataka mtu wa kusaidia watoto, yeye ajitolee, alipe kwa mshahara yake, alipe Kenya atakuwa amepata. Mimi kwa vile nilikuwa na hiyo wito ya masomo, nikasema na mimi nitajitokezea nisaidie community, nisomeshe hawa watoto wao. Kulingana vile nimeona watoto kama watakuwa na facilities wataenda mbele. Juu Kenya saizi inaumiza wao, hatuna lacking of facilities, lacking of materials. Kama watakuwa nayo tungeenda mbele sana. Juu watoto wanashika masomo, lakini siku hizi hii masomo inataka ufanya na practically, and we don't have materials, we don't have facilities. Ore na bolong na gibelegenye nkishuino tonywa nintagolo amuge sidanu mbate dugo ya tenetu kigilo tao keyo yake